kukiwa na maandalizi ya mwisho kuelekea katika mchezo mkubwa ambao umebeba hisia za mashabiki wengi nchini Tanzania, ambao mchezo huo unahesabika kama mchezo wa maamuzi ambayo yataiwezesha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuvuka hatua ya nusu finali, ambapo hivi sasa baada ya mkondo wa kwanza kuweza kucheza na Al Masry katika nchi ya Misri kule katika mji wa Suez Canal, ambapo klabu ya Simba iliweza kupokea kichapo ama kupoteza mchezo huo kwa idadi ya mabao 2-0. Sasa baada ya kurudi ama kurejea kunako ardhi ya Tanzania, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa ipo katika hatua za mwisho kuelekea katika mchezo huu ambao utachezwa majira ya saa 10 za jioni, ambapo sasa klabu ya Simba inachukulia mchezo huo ni kama wa kupindua meza ama wa kulipa kisasi dhidi ya Al Masry tokea pale nchini Misri, kwani katika mkondo wa kwanza klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ndio waliokuwa wafalme ambao waliweza kutawala mchezo huo kunako kipindi cha pili, ambapo kipindi cha kwanza Al Masry wao waliweza kutawala mchezo huo, lakini pia kwa takwimu ambazo ziliweza kuonekana katika mchezo wa kwanza, dhahiri shahiri wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kucheza vizuri zaidi ya mwenyeji wao ambaye ni Al Masry, licha ya kuruhusu mabao mawili kwa nunge katika mchezo wa kwanza. Sasa kuelekea katika mchezo huo wa kuhitimisha hatua hii ya robo finali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, sasa hivi sasa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kocha wake Fadlu Davis, ambaye ndiye kocha mkuu ambaye amebeba matumaini makubwa ya mashabiki wengi, lakini pia wadau wa soka hapa nchini Tanzania kuelekea katika mchezo huo, huku imani kubwa ikiwa ni kupindua matokeo ama kupindua meza kama watu wanavyosema katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa, kwani tumeshaweza kushuhudia mechi kama Enkana Red Devils ambaye pia aliweza kupinduliwa matokeo yake hapa nchini Tanzania, lakini pia tukaweza kushuhudia Kratiu ambao nao pia waliweza kufungwa katika dimba la hapa nyumbani Estadio de Benjamin William Mkapa. Sasa hapa moja kwa moja ninacho kikosi cha mwalimu Fadlu Davis ambacho ameamua kuanza nacho kuelekea katika mchezo huu ambao utakuwa ni mgumu kweli kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini matumaini ni makubwa zaidi huku mchezo huo joto lake likipanda zaidi na zaidi. Sasa moja kwa moja tukaangazia kikosi hicho cha mwalimu Fadlu Davis ambacho ameanza nacho, na moja kwa moja tuanze na eneo la goalkeeper ambapo mwalimu Fadlu Davis ameamua kwanza na Musa Pimpin Kamara, lakini pia beki na mbali mbili ni Shomari Salum Kapombe akiwa katika eneo hilo, lakini pia beki nambari 3 ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior, licha watu wengi kumlaumu kuwa ni captain ambaye hazungumzi na marefali mara kwa mara, lakini atasimama katika eneo hilo nambari 3 na ndiye captain wa klabu hiyo. Lakini pia beki nambari 4 atasimama Abdrazak Hamza akisimama katika eneo hilo, lakini nafasi ya beki nambari 5 atasimama Chamo Karabwa ambaye amechukua nafasi ya Chemaron Fondo ambaye amepata majeraha yanayomweka nje hivi sasa kunako kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini katika eneo la nambari 6 ama mchezaji ambaye atakuwa na jukumu la kuilinda back four yake kuelekea katika mchezo huo ni Yusuf Ali Kagoma ambaye amekuwa na pia na takwimu bora zaidi ndani ya kikosi hicho cha mwalimu Fadlu Davis. Lakini pia katika eneo la winga ambaye atakuwa akiharas zaidi katika eneo la pembeni, basi ni Eli Mpanzu akianza katika nafasi ya winga nambari 7, huku tukiona mabadiliko ya kupishana nafasi baina yake na mchezaji ambaye atakayecheza nambari 11 na tutaenda kumtaja hivi punde. Katika nafasi ya nambari 8 ataanza Fabrice Luamba Ngoma ambaye pia kiwango chake kimezidi kuboreka kadri siku zinavyozidi kwenda. Lakini katika nafasi ya ushambuliaji hapa namaanisha
nambari 9 atacheza Lionel Christian Ateba Mbida, ambaye pia licha ya watu wengi kutoa lawama kwenda kwake kwa kiwango kibovu dhidi ya Almasi katika mkondo wa kwanza, lakini mwalimu Fadlu Davis ameamua kumpa matumaini ama kumpa matumaini ya mashabiki wengi wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kisha akumwanzisha katika eneo hilo. Lakini pia katika nafasi ya nambari 10 tutamwona Jean Charles Ahoua, ambaye pia atakuwa na kazi maalum zaidi ya kuweza kupika mipira ambayo itafikia Lionel Ateba Mbida, bila kusahau Elie Mpanzu. Katika nafasi ya nambari 11 tutamwona Kibu Denis Prosper, ambaye pia amekuwa na kiwango bora zaidi katika michuano hiyo ya kimataifa, ambapo ameweza kuisaidia klabu ya Simba kuvuka hatua hii ambayo hivi sasa klabu ya Simba ipo mpaka hivi sasa. Maana hiyo ndio first 11 ama kikosi cha kwanza cha mwalimu Fadlu Davis ambacho ameamua kwanza nacho kuelekea katika mchezo huo, huku tukiona baadhi ya wachezaji wakiwa katika eneo la sabu, tukimwona Joshua Mutale akiwepo katika eneo hilo, lakini pia Ali Salim Katolo, lakini pia Hussein Habel naye pia atakuwepo katika eneo la bench, ambapo mwalimu Fadlu Davis ndio ameamua kuanza nao katika eneo ama mbao ndefu, huku first 11 yake ikianza katika mchezo huo ambao unatazamiwa kuwa ni mchezo maalum zaidi ili kuhakikisha klabu hiyo inavuka hatua hiyo na kwenda ama kusonga hatua ya nusu finali, ambapo mchezo huu umekuwa ukipigiwa kampeni kubwa na viongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tumeona watu maarufu mbalimbali wakiweza kualikwa katika mchezo huo ili kushuhudia mchezo huo ambao ni wa maamuzi zaidi. Nikisema wa maamuzi zaidi, nadhani utakuwa unanielewa, kwani tukumbuke Simba hivi sasa aggregate inasomeka 2-0. Hiyo klabu ya Simba ili aweze kufuzu hatua ya nusu finali anabidi aweze kushinda kwa idadi ya mabao 3 na kuendelea mbele ili aweze kuvuka hatua hiyo ya nusu finali na kwenda kucheza na Zamalek. Na tukumbuke endapo wekundu hao wa Msimbazi Simba wakiweza kufuzu hatua hiyo, wataweza kuvutana na Zamalek ya pale pia nchini Misri, ambapo toa maoni yako hapo chini na uniambie, Simba unaiona wapi katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo hivi sasa tunaposhuhudia mchezo dhidi ya Al Masry. Toa maoni yako, lakini pia toa utabiri wako hapo chini. Usisahau kusubscribe, lakini pia share video yetu. Hadi wakati mwingine, na niwatakie mechi nzuri hadi wakati mwingine. Bye bye.